huko Ndrano ni papa Malulu Injendi na safari Injendi wa Malulu. Sasa sitakuwa na mambo mingi ya kuongea. Mandugu zangu wameongea sifa mingi ya baba, marafiki zake wameongea sifa mingi, waheshimiwa pia wataongea sifa mingi. Kile ningependa kusema ni hii. Mheshimiwa alikuwa mtu ambaye anapenda kusaidia watu. Gari yake ya kwanza aliyonunua, ile gari nyeupe iliibiwa na wakora wakati fulani 2010. Ile gari ilikuwa G-Touring, ilikuwa ile inakaa kama Probox ya sahii. Tulikuwa tukuje kunyumbani Sunday saa kwenda kanisa, tunakaa familia. Tukiwa njiani tukielekea nyumbani, unaona watu wamesimama kwa barabara wanaangalia hivi gari, wengine wanasimamisha hivi. Sasa kwa ile center mirror ile gari ile ikiwa katikati ile, tukiona tu watu nyuma tu hivi, mbele wakikuja watu wakisimamisha gari, kwa najua tu hapa ni wakati wetu ku change position. Me and my brother here tulikuwa wakubwa kidogo, alikuwa wadogo. Sasa akiangalia kwa kioo katikati hivi, hata kwa anaongea kingo kwa kioo katikati hivi, ni kushuka gari 25 kwa buti hivi. Hii ilikuwa mheshimiwa, yani alikuwa lazima abebe gari. Ingekuwa wakati wana Michuki rules, ingekuwa huyu jamaa angeshikwa mara mingi sana. Lakini naomba Mungu kupitia hiyo usaidizi, hiyo kusaidia watu mpaka tumefika hapa. Mheshimiwa akakuja akakuwa mheshimiwa. Huyu mheshimiwa alikuwa disciplinarian. Other than being an academician, a lecturer, a registrar, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa disciplinarian. Ndio maana hawa vijana wanaongea hivi, tuko safi hivi kidogo, ni sababu ya mheshimiwa kutulainisha kabisa kwa lini yake ya discipline and respect. Alikuwa mtu wa heshima, alikuwa mtu apendi vita kabisa. So huyu mzee tampoteza sana. Tukiwa Nairobi alipofariki, alikaa hospitali karibu mwezi mmoja. Tulikuwa tunahuzunika, tunamuombea hivyo, leo ako chini, kesho ako juu. Hata bwana speaker alikuwa anawajulisha pamoja na wabunge wengine, na shukuru kwa kusimama na sisi. Tulijua mheshimiwa maybe tuko peke yetu kama familia tunampenda. Tulipokuja nyumbani jana, wale tunaona kwa barabara, Nyasaye bakasti, Nyasaye balinde kabisa. Tuliona mheshimiwa, kumbe sisi pekee tumepoteza, Malava mzima imepoteza. Mlambo rako irwanwanje. Kutifie no kutifie hata kutifie. Sasa mimi nataka kusema ni hivi. Mheshimiwa ameenda lakini bado yuko. Mheshimiwa alikuwa na mpango mingi ya Malava. Hii mipango mingine alikuwa ananiambia kisirisiri. Hapo atakwambia watu. Na nataka kesho rais akuje nimwangalie kwa macho kabisa, nimwambie wewe rafiki rais, hii 2022 mtu ambaye alipatia mheshimiwa kura mingi Kakamega County, angalia kwa records IBC, mheshimiwa Malulu Injendi. Rais, na kombe kuja kesho, tunakaribisha kwa uzuri, kwa amani, na tunaomba kuwa wale watu ambao wako hapa marafiki. Mheshimiwa alitakiwa pale kwa kitanda akiugua, alisema ya kwamba wakati wake venye alikuwa mgonjwa alikuwa anaona mimi ni mtu mbaya sana. Juu watu kuja kumuona hospitali na madaktari wanasema watu wasiingie wengi, watu ni wengi, kuna infection, anapata ugonjwa. So jaribu kuzuia kidogo. Mzee alikuwa anasema hapana, kwanza watu wakuje wote. Watu wakuje kwa wingi, wanione, wajue mimi ni mgonjwa, kusikuwa na ruma yote huko nje. So ikakuwa hivyo na mheshimiwa akaendelea hivyo. Na kwa hiyo sababu ya mheshimiwa kupenda amani, kupenda upendo, ningependa watu ambao wanakuja hapa. Jana mliona maneno kidogo hapa kule, mtu akapanguzwa kidogo. Sasa na sala ngendi bandu bose betrano balina ko mheshimiwa bapizaji mu mheshimiwa na yanza nga kulira do mheshimiwa familia mheshimiwa. Naomba wageni wote wa mheshimiwa, kabla sasa tumeongea wa kwanza, vijana wa familia tumeenda kumaliza, mama atamalizia kabisa mjana. Naomba ya kwamba ukikuja kuongea hapa, ongea mambo ya mheshimiwa, uzuri wake ama alikuwa ubaya wake, kama unasema tu. Lakini mambo ya kwenda kukashifu mambo mengine, kuleta siasa nyingine, mara msiogui asikuje, hatutaki. Tunaomba tafadhali, ile heshima mzee alikuwa nayo, ile amani ambayo alikuwa nayo, tunaomba idumu. Ongea mambo yako, maliza mambo yako. Vile ambavyo kuka yangu bwana Agri ni kuka yangu, amesema atakunyang'anya mic na tumempatia ruhusa. Bwana Agri, ukipata nafasi mtu anatukana mtu, mheshimiwa ama mtu yote kiongozi mwenzake hapa, chukua mic tafadhali. Tunaomba tu matanga ikuwe amani na ikuwe hivyo. Sina mengi ya kusema, napenda tu kupea shukrani rais. Tukikuja jana